vijana kuwaweka ndani ya masubaru na wengine wamepotea, alafu kusema atawalipa 3 million. Huyo kiongozi alisema wakati wa vijana Gen Z kufanya maandamano ya halali ya kikatiba, akasema wapigwe risasi miguu. Alisema hakusema? Ni one term, si one term. Alafu chini ya mambo yote ufisadi ukaimarika. Kenya sasa ni nchi ambayo hata alipeleka askari jeshi wa polisi wetu nchi ya Haiti. Kunde alikuwa anaenda kufanya benchmarking huko Haiti. Wana mama gangsters. Imekuwa nchi ya gangsters. Gangsters ni wauni. Badala ya polisi waachiliwe wafanye kazi yao. Huyu kiongozi ambaye mko naye saa hii anaamrisha polisi wasindikize wahuni wakiumiza wananchi na kupora mali ya wananchi. Aende asiende? Alafu ushuru kila mahali. Ushuru. Kwa hivyo sababu ni nyingi, akaharibu hata elimu. Mwalimu mwenyewe ajue grade 10, mwanafunzi ajue grade 10, hakuna mtu anajua vitabu textbook. Nikisema hivi mimi, kumbukeni na Kibaki, tulianzisha mfumo wa free primary and compulsory education. Na hawa ndio wale watoto walihitimu, wakaenda mpaka wakahitimu zaidi, wakajua mambo ya makompyuta na kulinda uhuru wa nchi yao, ambao wanataka hawataki nchi inayotawaliwa kiufisadi. Wao watoto wa Kibaki hawa hata kwenda chuo kikuu, Ruto anaamuka anasema mwaka huu watoto watasoma bila karo. Yeye amechanganyikiwa. Kwa hivyo mtu ambaye akichanganyikiwa akiwa kiongozi wa nchi, ni mtu wa kwenda nyumbani ama ni mtu wa kuendelea? Ni mtu wa one term? Ni one term? Harambee! Alafu hapa Gategi, hapa Embu, tuna viongozi wenu hapa, wengine wanataka ugavana, si ni kweli? Lakini wote tuko timu moja. Mimi na Gachagua DCP na Wiper na DP, zote tuko kitu kimoja, ni kweli? Hata mbasi ya Leni Kivuti, zote tuko nini? Kwa hivyo salamu nyingi kutoka kwa Rigiji, wangapi wanazikubali? Salamu nyingi kutoka kwa JB Muturi, wangapi wanakubali? Salamu nyingi kutoka kwa Eugene Wamalwa wa DAP, wangapi wanakubali? Salamu nyingi kutoka kwa Martha Wangari Karua, wangapi wanazikubali? Sisi na mwingine Fred Matiang'i, wangapi wanakubali hizo? Na wengine mnaona hivi karibuni tutaungana zote, na hata vijana wa Sifuna, wangapi wanakubali hiyo? Huyu jamaa atapitia wapi? Kama unajua kufanya hesabu, si ni kweli? Atapitia wapi? Kwa hivyo tumekuja hapa tuhakikishe, na najua hapa Wakamba wengi mulikuwa ile barabara ya kutoka PI kuja Karaba, kuja Gategi kwenda Makema mpaka ikatokea Kiritiri. Nyinyi ni kama amuko Kenya, si ni kweli? Unataka kuniambia kweli serikali ikiongozwa na Kalonzo hii kabla ni kuje kuwatengenezea itakuwa imetengeneza tayari? Si namna hiyo? Kwa sababu ni haki yenu, ni haki yenu. Katiba inasema mahali ambapo unaishi hapo ni kwako nyumbani. Kama kuna Wakikuyu wako Mwingi wako nyumbani, kuna Wambere wako Mombasa ni kwao nyumbani, kuna Wakikuyu wako wapi? Wakikuyu wako kila mahali.
hata wale wako huko Garissa ni kwao. Kwa hivyo mtu anaitwa jamaa juu kazi yake, anaitwa Duale anaita jamii kubwa kama Wakikuyu, hata anaweza wao ni mafisi, anaita jamii kubwa, anasema ni hiti aimbiti, na wewe ni waziri wa nchi. Huyo Duale na Ruto wake waende wasiende, kwa sababu Kenya ni ya kila mmoja wetu. Wengine sijui anaitwa Ruku hapa, Ruku Kikamba, Ruku ni huku ya ngima tiogo, ati anasema anagawanya mulima. Yeye ni Mungu aliunga mulima ukiwa sawasawa. Mtu anatoka hapa ajulikane wapi serikali ya Ruto ati kusema utagawanya mulima. Sasa mulima imeongezeka, mulima iko ndani, iko strong. Huko ndani ya mulima kuna Wambere, kuna Wakamba, kuna Wadharaka, kuna Wakikuyu, kuna Waembu. Utawapeleka wapi wewe Ruku? Kwa hivyo wangapi wanasema mulima ikae kitu kimoja? Wangapi wanasherehekea? Wangapi wanasherehekea jambo la kihistoria ambalo lilitokea na ndugu zetu wa constituency ya Aukalao? Wangapi wanasifu Aukalao? Hapo tumepata formula ya kumpeleka Kasongo nyumbani. Watu wa Aukalao waliletewa mattress, watu wa Aukalao waliletewa gas, watu wa Aukalao waliletewa kila mtu $1,000,000. Hapa Kiumbu, nimepitia hapa Kiumbu, jamaa mmoja akaniambia, wewe teremsha leta $1,000,000. Alikuwa akizani mimi ni Kasongo. Watu wa Aukalao wameonyesha hakutakuwa na wizi wa kura tena. Tuwapigie makofi watu wa Aukalao. Kwa hivyo mjue sasa nchi wa watu wamerefuka. Mimi nataka tu ni wasifu watu wa Mbeere South. One time nimekuwa na Mheshimiwa King'ang'i, alikuja kunisalimia. Unakumbuka King'ang'i? Wakati wa BBI iliwaambia Joe tuunganishe watu wa Mbeere, kusiwe na uhasama ya Wakamba na Wambere na Waembu, iwe watu waishi pamoja. King'ang'i akaniandikia kwa Kikamba, akaniambia kiongozi, Mbeere hakuna daraja, no Mangi, ni vita tu, ni Mangi. Sasa hata rafiki yangu King'ang'i akashikwa akawekwa korokoroni huko Matu. Mjue kwamba uongozi unahitaji ujasiri. Kwa hivyo nyinyi watu wa Kenya mmeonyesha ujasiri. Na hapa mambo ya mashamba nimeongea na ndugu yangu Leni hapa. Najua Leni aliangushwa na Cecily Mbarire kwa sababu wengine walimwekelea porojo, wakasema huyu mtu anangawanya, nafukuza Wakamba wote 3,000 wakiongozwa na Nzangi wakapigia Cecily. Lakini nasema leo hiyo maneno hakuna. Huyu Cecily ndiye chairman wa Wilbaro. Ni kweli si ni kweli? Kwa hivyo sasa ni sisi tuko timu moja ya United Alternative Government, serikali ambayo iko tayari kuchukua mamlaka, na tuko pamoja na Leni, na tuko na pamoja na Mukunji. Mukunji ako wapi? Kwa hivyo ili nisiongee zaidi, ngoja Leni awasalimie, tuko hapa, alafu Mukunji, alafu Nzangi, alafu wale wote wengine hapa. Lakini itaonyesha kuna viongozi ambao wa Wiper Patriotic Front. Hapo ndani kuna mjumbe wa Embakasi South anaitwa Julius Mawadhe, na ile timu ile Mukunji utaonyesha wa DCP, na ndugu yangu ataonyesha wa Bash. Yule pale ni anaitwa Douglas Mbilu,
Huyo ni spika wa bunge ya Makueni. Haya, huyo hapo gavana wake anaitwa Mutula Junior. Si ni kweli? Alafu huyo ni deputy governor ya Wabinya, anaitwa Francis Mwangangi. Deputy governor wa Machakos. Wao wanawakilisha magavana wao, na yule pale ni senator mzito sana. Unaona anakaa mzito. Anaitwa Senator Agnes Kabindu Modhama. Ndio huyo. Asema kaba mama. Na hapo kuna kijana ambaye mnamjua, Ndengwa Jiro. Yeye ni wa chama cha Wiper Patriotic Front na anatafuta useneta kwa chama cha Wiper, seneta wa Kirinyaga. Ndio huyo. Huyo kijana mdogo Gen Z anaitwa Kamau wa Gen Z. Kama anataka hiyo inaitwa top shot. Huyo kijana mdogo Gen Z ako kwa chama National Executive Council, anatafuta kiti cha Limuru huko Kiambu. Kuna mwingine wa Wiper nimesahau. Kuna mheshimiwa mwingine anatoka Kitui East. Mheshimiwa kutoka Kitui East. Kitute. Mheshimiwa Kitute ndiye huyo. Na kuna mwingine pale anatoka Subukia wa Wiper. Subukia MCA MP wa Subukia constituency. Kuna wengine hapa nimesahau wa Wiper. Huyu jamaa wewe ni wa Wiper ama ni wa DCP? Wote ni simu moja. Huyu mjamaa anatoka Amerika, wewe nasikia wewe. Anataka kiti cha ubunge. Kwa hivyo tumefurahi zaidi. Ngoja sasa ndugu Leni Kivuti, party leader wa BAS awasalimie, ambaye anataka pia ugavana. Asante sana Your Excellency. Tigambo kaba. Okay. No, don't go back. Gategi oye. Gategi mwekua. Haya. Murange ni atia. Leo ni leo na tumekuja na nani? Na the 6th president of Kenya. Ni kweli? Unajua Mheshimiwa Kalonzo ndiye alikuwa anasaidia Kibaki. Mnaelewa hiyo? Na Kibaki alifanya Kenya mzuri. Sasa wakati wa next year ni wakati wa Kibaki moment. Na lazima tuwe na Kibaki 2. Si ndio? Yule alikuwa na Kibaki ndio atachukua ushukani wa Kibaki. Ndio Kenya ikae sembamba. Mnanielewa? Iwe namna hiyo. Nani atasema tuchikie Kalonzo, Kibaki moment, county, Kibaki moment. Nyinyi wote mnataka Kibaki moment. Unajua wakati Kalonzo walikuwa na Kibaki wakitengeneza Kenya, ndio hata Leni Kivuti alikuwa senator na akachora hii barabara, lakini haikuwekwa lami. Na mnajua nataka ungavana na chama ya BAS tunakaa kwa meza moja tukiwa principals na Kalonzo, principal Muturi, principal Amarwa, principal Rigathi Gachagua. Sisi zote tumekubaliana jambo moja. Kasongo lazima aende.
Harambee! Aya, isitoshe. Na Karinda nje? Karinda aende. Harambee! Karinda. Sasa unajua mimi najua hapa. Mheshimiwa Kalonzo, kama ningekuambia kutoka hapa Gategi hakuna matatu, kwa sababu barabara zote kwenda kule chini Marikini kwenda kuzunguka hivi mbaya zaidi. Ni kweli? Andu magendaga na vikiviki na magoro. Nimukwenda tucenjie kaundu kau? Hata Makema huku across nilikuwa huko njuzi. Shida zaidi. Nginjana manje mayava. Nashorire ndamu Ginyomonde Kasongo akafunga. Tutengeneze hiyo mambo ya maji. Tutengeneze hiyo mambo ya maji. Mukitaka hiyo lazima tunaweka Kibaki moment. Munaelewa Kibaki moment? Kalonzo ndio Kibaki moment. Kibaki moment ni watu wote wale walifanya na Kibaki. Mnanielewa? Kutakuwa na Kibaki moment Kenya. Na kutakuwa na Kibaki moment Embu County. Tutie kidole kwa hiyo. Tuweke kidole kwa hiyo. Wangapi wanataka Kibaki moment? Kibaki moment Embu County. Kibaki moment Embu County. Kibaki moment Kenya mzima. Na President Kalonzo Musyoka. Murambegua? Maondo maria tugeka Embu County na tukambiriria Mwea, twende Makema, twende Mavuria, kwa sababu hii mbere ndio nemwe manyamaru makiria muno. Si ndio? Karinda alipeleka, akipata kitu anapeleka kwake. Lakini hata huko hakuna. Kusema ukweli, nimeenda tuvange atri. Mutatokea namna hii wakati wote tukitaka kuongea na nyinyi pamoja? Mutatokea? Kwenda mbele? Kibaki moment. Hebu nione ni wangapi watatokea. Kwa sababu najua tuko na aspirants wengi. Nataka kutambua sasa aspirants wa Mbasi. Tukianza na deputy governor Mungwana, inua makofi yake. Women rep senator ni wangapi? Kuna senator mmoja hapo. Kando Ambathi Mweko. Hebu simama Mwaluko, uonekana wapi Kawaya? Mwaluko, wapi Kawaya? Kawaya. Wapi mwingine wa Mbasi? Mwingine wa Mbasi yako hapa, unaonekana? Wewe ni Mwea? Inua mkono. Karizi ametoka Mbasi inaonekana, lakini ataongea, atajisemea. Si ndio? Nataka sasa niite ndugu yangu Mukonji. Gategi. Wapi nduru na kelele ya Gategi?
Gategi mwekuo. Gategi mweyazeo. Mweyayataiwe. Mweyayataiwe. Huyu kujituma hapa amefika tena. Mumefurahia? Mumefurahia? Gategi mwewakuo. Nyinyi bado ni vile tuliongea last Saturday. Wavarea. Pale kwa one time. Pale kwa one time. Wacha nione harambee. Harambee. Gategi harambee. Kasongo aende asiende. Kasongo aende asiende. Karinda aende asiende. Karinda aende asiende. Atokome asitokome. Gategi mumeamua. Mumeamua kabisa. Wangapi wameamua? Omonde nimewaletea Kalonzo Musyoka. Mumefurahia kuona Kalonzo? Wangapi wamefurahia Kalonzo? Niliwaletea pia Rigiji. Nani mnataka niwaletee huo mwingine? Huo mwingine mnataka ni nyingine nani? Mugani? Niwalete wote huku. Kwa sababu mimi ndio baba lao. Mimi ndio baba lao. Wangapi wanasema niwaletee wote? Na wale twaririe muthenya uria no guturauga umuthi. Kateguo. Tumesema serikali ambayo imenyanyasa watu wetu, imekataa kutupea mashamba zetu, imekataa kutuletea maji. Hiyo serikali iende nyumbani mapema saa 2 2027. Ama nyinyi mnasemaje? Waende wasiende? Waende wasiende? Muliona vile tulifanya kule Olkalau? Si muliona vile tuliwafinya? Tumewakamata mahali. Tumewakamata mahali. Tumewakamata mahali. Tufinye ama tusifinye? Tufinye ama tusifinye? Tufinye Kasongo ama tusimfinye? Tumesema tutaki tena madharau. Na turathomithirwe ni Olkalau ate muraikia kura kindu kiria kiavatane guchunga kura na kuhakikisha kura icio ni ciatangazwa wega. Gategi mutaweka kura? Mutaweka kura? Mapema mapema. Mapema mapema. Mapema mapema. Na nyinyi majenzi mtachunga kura? Na kina mama mtachunga kura? Kula ya Kalonzo mtachunga? Wangapi watachunga kura ya Kalonzo? Kula ya Kalonzo? Mimi niko na maneno mbili peke yake. Mimi niko na maneno mbili peke yake. Neno la kwanza, na mimi nataka kusema ya kwamba nimesikia Leni Kivuti akisema yeye ni principal. Unless kuna principals wa day secondary school, mimi najua ma principals ni Kalonzo Musyoka na Rigiji na Sifuna, hao wengine hatutambui. Ukijiita principal lazima ukuwe na kitu inaitwa area yako umeshika. Hii Embu, nani ameshika? Ni Mokonji ama si Mokonji? Ni Mokonji ama si Mokonji? Wangapi wanasema ni Mokonji, ni Mokonji, ni Mokonji? Yes. Hakuna principal. Kama wewe huwezi kuwa na chama tu useme wewe ni principal. Lazima ukuwe umesimama kidete na uko na area ambayo unanena, si ndio? Ya pili, watu ya Gategi na watu ya Makema na Mwea, nyinyi ndio mmeteseka sana katika hii serikali. Nyinyi ndio mmekula shida zaidi katika hii serikali. Kitu ya kwanza, hii shida yenyu ya mashamba, kuna wale wanajulikana, they are part and parcel of the problem of land in Mwea sub-county. Nibonge nisibonge? Nibonge nisibonge? Kama wewe uko na damu ya mashamba ya Mwea, usijaribu kuitisha kiti huku, tutakutoa nduki, hautaenda pata kitu hata shilingi. Niongee nisiongee? Niongee nisiongee? Na nimesema hivi kwa sababu hii mashamba ilikatwa na ndege huku, ikakatwa na ndege, ikazungukwa na ndege, ikazungukwa na ndege, nyinyi mkabaki bila title. Lazima tu correct hiyo maneno, mkituweka kwa kiti 2027 mapema ndio best. Niongee nisiongee Gategi? Niongee nisiongee?
Unajua mimi nawaambia na waheshimu, lakini siwaogopi. Niongee nisiongee? Ya pili, maneno ya maji. Hii Mwea hii hiko katika area inaitwa Mbeere South. Hii Mbeere South imepeana stima Kenya mzima mpaka kule Ukambani na pia kule Mandera. Gotie vandu Kenya bataranywa thitima ciumite guku. Ati nondo twina mai mengo muno meta kwa Seven Forks Dam. Lakini ni aibu kubwa na ni kitu ya kukosea watu heshima ya kwamba tunapeana maji na stima Kenya mzima na sisi wenyewe hatuna maji na hatuna stima. Hiyo ni aibu kubwa na ni failure of leadership. It is failure of leadership ya kwamba huku kwenye tunapeana hizo vitu sisi hatuna. Mimi nimesema mnipee nafasi. Mutanipea nafasi? Mutanipea nafasi? Gataki mutanipea nafasi? Nimekomba nafasi? Wangapi watanipea nafasi? Nyinyi mkinipea nafasi, kitu ya kwanza nitafanya ni kuongea na hao watu ya KenGen. Niwapee 1 week wanipee area na ile kitu inaitwa agenda ya kuleta maji huku. Kama watafanya hivyo, nafunga stima Kenya mzima mpaka tupate stima na maji huku Mwea. Kwa ongeveshana indo cionto katika na nothing nekibai. Kaate guo ya mwisho, His Excellency Kalonzo Musyoka, tunakuheshimu na tunakupenda. Na sisi tumewaambia Kalonzo Musyoka na Rigiji, lakini Kevuti hayuko hapo. Tumeambia Kalonzo na Rigiji waketi chini, wajifungie mpaka watoe rais mmoja ang'ang'ane na Kasongo apeleke nyumbani. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mujifungie kwa room moja, tutakuwa tunawaletea maji na chakula mpaka mtoe rais mmoja wakasukuma Kasongo nyumbani. Ama Gategi nyinyi maje? Gategi nyinyi mnasemaje? Wangapi wanasema hiyo ndio maneno, hiyo ndio maneno? Wacha nijibu mtu anaitwa Kasongo. Kwa sababu Kasongo amekuja na agenda 2060. Ati yeye amemalizana na agenda 2030, analeta agenda 2060. Mimi nataka nikukwambia hapa Gategi, hiyo agenda 2060 ni yako peke yako na ukae nayo huko, sisi hatuitaki. Agenda ambayo tuko nayo ni moja, na ni ya kukupeleka nyumbani mapema saa 2 asubuhi 2027. Ama yaje Gategi? Hiyo iko sawa? Maneno yangu iko sawa Gategi? Mando mako mai sawa? Mimi nataka kuwasaidia na kitu moja. Niende na kumutathia na kendo geke. Nienda ni mwengatire Karinda. Nigetha thie na kuria aumire tondu tutira mwenda. Arabu ni mwengatire athuri na maturite matugiete guku. Nigetha tuthira mbere twa imwana Ngai amurathime na mweke wega.